5 inasomeka hivi: huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Haleluya! Nataka nizungumze muda mchache sana, kwa dakika chache, ujumbe huu kama ulivyosomeka juu ya habari ya mwanadamu na juu ya mtu aliyetupa ujira na aliyetufanya tuwepo chini ya mbingu. Kuna vitu vya msingi viwili. Kuna maisha ya mwanadamu anapokuwa chini ya mbingu, anavyoweza pitia yaliyopo duniani, kama nilivyosoma mstari wa 15 ya kwamba huko nje wako mbwa, huko nje wako wachawi, huko nje wako wazizi, kadhalika na waabudu sanamu. Lakini huko nje ni mahala gani? Tuko dunia moja. Haleluya! Lakini katika hii dunia moja tuliopo, kuna matabaka ambayo katika roho yanakuwepo, kwamba wapo ambao wako nje ya mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu, na wapo waliopo ndani ya Kristo. Ndio maana mwanadamu anatahadharishwa kwamba huko nje wako mbwa. Sasa nje ni maeneo gani? Nje ni yule mtu anayefanya yale yasiyompendeza Mungu. Kwa hiyo tunafundishwa au tunajijenga kwamba tujue. Wengi wamedanganywa sana, wanasema mpango wa Mungu amekufa. No, nikwambie muda dakika 5-7 chache kabla niongee, unielewe. Wengi wamedanganyika, mpango wa Mungu amekufa. No, kuna majitu, kuna mambwa, kuna wachawi wanameza watoto kabla hawajatimia. Kuna washirikina na walozi, kuna wanaowachukua watoto misukule. Eti mpango wa Mungu sio mpango wa Mungu misukule. Mpango wa Mungu mtu alale amemaliza mwendo wake salama. Leo watu wanatumia mbinu hiyo, mtu limekula mpapo, linasema ni mpango wa Mungu. Na wafariji wanakuja wanasema Mungu ameruhusu. Wapi? Wapi Mungu anaruhusu kifo vya ajabu watoto wadogo? Nataka nikwambie na wewe kijana, ili uwe salama. Leo hii huyu anamvizia huyu na huyu anamvizia huyu. Baba anavizia mtoto, mtoto anavizia baba ili apate mali. Wanaviziana. Kaka anamvizia mdogo wake, mdogo wake anamvizia kaka. Dunia hii tulionayo, ulimwengu tulionao umebadilika. Ni walifua nguo zao, hata wakati wa kumaliza mwendo wakamwona baba yao mbinguni. Duniani tunapita.